السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا عليم. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na hii majlis ya الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيرا واستنباطا. na tumechagua ayatu siyam katika kitabu hiki cha Sheikh al-Allama rahmatullahi alayhi Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Lakini kabla ya kuendelea na hii majlis, napenda kutoa tambihi ndogo kwa dhahiri ambao umeiona jana. Kuna watu ambao tulikuwa hapa jana kwenye majlis walikuwa wanasinzia, na watu wamekaa wanasikiliza, lakini pia wanasinzia wakati huu. Sasa hii haipendezi sana kwa Muislamu ambaye anahudhuria katika majlis na akawa analala. Na ajabu zaidi unakuta ni kijana tu mdogo analala, anasinzia katika majlis. Falidhalika nantabih barakallahu fikum. طيب، قال المؤلف رحمة الله عليه: من آيات الصيام miongoni mwa aya za saum ambao tunafungua nayo hii majlis. سمع النوع الأول، أين يقوانزا الآية الأولى، آية قوانزا. يقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر لمن اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Amefungua muallif aya za saum kwa aya hii, ambapo katika mpangilio wa zile aya unaposoma katika Qur'an unakuta hii aya iko mwisho, lakini yeye ameifanya kuwa ni aya ya mwanzo katika saum. Na maudhui ya hii aya inazungumzia al-ahilla au al-hilal, mwezi mwandamo. Asema Allah subhanahu wa ta'ala: yas'alunaka 'anil ahilla, wanakuuliza masahaba, ewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuhusiana na mwezi mwandamo. Wal ahilla jam'un wa mufraduha al hilal. Hii lafdhu al ahilla ni wingi na umoja wake ni al hilal. Taban, masahaba walimfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa anamuuliza kuhusiana na mwezi mwandamo. Ni kwa nini mwezi unaanza ukiwa ni mdogo, kisha unaenda unakuwa, unakwenda mpaka unakamilika, na kisha baadaye huu mwezi unaanza kupungua mpaka unapotea? Kuna hikma gani na sababu ni nini? Kwa sababu masahaba ridwanullahi alayhim walikuwa wakipenda sana kujifunza mambo
wakiona jambo fulani linawatatiza wanakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamuuliza ili wapate ufafanuzi na uvumbuzi. Falidhalika hapo akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Allah akamjibia akamwambia, qul hiya mawaqitu linnasi walhajj, waambie huko kuandama kwa mwezi na kubadilika kuanzia kuwa mdogo na kuwa mkubwa, ukadhihirika baadaye ukapotea. Mawaqitu linnasi walhajj, hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa ajili ya watu kupata hesabu na kupangilia nyakati za ibada ya haji. Mawaqitu linnas ni nyakati kwa ajili ya wanadamu katika mambo yao mbalimbali, kwa sababu watu wanahesabu mambo yao kupitia huu mwezi. Kuna wanaohesabu umri, kuna wanaohesabu mikataba. Mathalan, watu wanafunga mikataba ya kibiashara, sema huu mkataba wetu sisi ni wa miezi 12 au miezi 5, na hivyo pia kujua idadi ya mwanamke anapokaa eda. Ikiwa mwanamke amefiwa na mumewe, anatakiwa akae eda, ambayo eda yake ni miezi 4 pamoja na siku 10. Sasa hii miezi ataijua vipi? Allah amewekea mwezi huo. Kwa kila mwezi unapoandama inahesabika ni mwezi mmoja, ukiandama wa pili unahesabika wa pili, wa hakadha. Na pia kujua umri wa mwanadamu kupitia mwezi mwandamo wal hajj, na ibada ya haji. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja haji hapa kwa sababu ibada ya haji ni ibada ambayo hairuhusiwi kufanyika katika nyakati zingine zozote isipokuwa zile ambazo zimewekwa na sheria katika miezi ya haji peke yake. Hawezi mtu akafanya haji katika mwezi wa Shaaban au akafanya haji katika mwezi wa Ramadhani au katika mwezi wa Rabiul Awwal, Rabiul Thani, la, bali kuna miezi yake maalum ambayo imewekwa na sheria kwa mtu ili afanye haji. Walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha, na kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam awaeleze Waislamu, si katika wema mtu kurudi nyumbani kwake kwa kupitia juu na hali ya kuwa kuna milango, au kupitia nyuma ya nyumba, yani haingilii katika mlango ambao umezoeleka kila siku. Na hii ilikuwa ni katika ada ya Waarabu wanapokuja kufanya ibada ya haji, wakafanya ihram, wanaporudi majumbani kwao hawapitii milangoni, wanapita wengine juu ya ukuta, wakiwa na itikadi mbovu. Ulipokuja Uislamu ukasahihisha hizi itikadi kwamba mtu anataka afike nyumbani apite kwa juu, hataki kupita mlangoni. Wanaitakidi kwamba zile baraka za Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wa ibada ya haji waliotoka nayo katika ihram, wakipitia milangoni zitaishia katika sakafu, manake hazitofika wapi? Hazitofika ndani. Kwa ili waingie nazo ndani wanaruka kwa juu. Sasa hii ilikuwa ni mafahimu ambayo sio sahihi, yani itikadi ambayo sio sahihi. Kwa alivyokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaeleza pia hili jambo, si katika wema wala tabia nzuri mtu kupita nyumbani kwake au kuingia nyumbani kwake kwa kupitia juu
au kupitia milango ambayo haijazoeleka, kupitia milango ya nyuma. Walakinna albirra man ittaqa, lakini wema ni kwa yule atakayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio mtu wema, atakayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kamcha Mola wake. Wa'tul buyuta min abwabiha, na ingieni katika majumba kupitia milango yake, wala msiogope. Ikiwa ni neema ya haji mtaipata, ikiwa ni baraka za haji mtazipata, wala msio na shida. Ingieni kupitia katika milango yake. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, na muogopeni Allah ili mpate kufaulu. Muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kufaulu. Tayib, hii aya muallif rahmatullahi alayhi ameiweka hapa kwa sababu la yathbut shahrun min shahri al-qamariyya illa bithubuti al-hilal au biistikmali 30 yawman, kwa sababu katika sheria na ilivyozoeleka hauingii mwezi wowote ambao unategemea hisabu ya mwezi, kwa sababu miezi imegawanyika au miaka imegawanyika sehemu mbili. Kuna sana inaitwa sanatu al-qamariyya wa sanatu ash-shamsiyya. Kuna mwaka ambao unahitajia na unategemea hisabu ya mwezi, na kuna mwaka ambao unategemea hisabu ya jua. Mwaka ambao unategemea hesabu ya mwezi ni huu ambao waitwa sana al-hijriya au sanatul qamariyya, lakini mwaka ambao unategemea hesabu ya jua ni sanatu al-miladiyya, ambao umezoeleka mwaka wa miladia. Huu mwezi wa hijriya au qamariya hauhesabiki umeingia isipokuwa kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, lazima kuthibitike kuandama kwa mwezi uonekane, watu wauone, unahesabika mwezi umeingia. Na kama itatokea mwezi haujaonekana, basi watu wanakamilisha siku 30. Lidhalika imekuja katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam akieleza kuhusiana na hili jambo: sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata 30. Mtume atuambia sallallahu alayhi wasallam, fungeni kwa kuonekana mwezi na mfungue kwa kuonekana mwezi. Ikiwa kutakuwa na vizuizi vya kuonekana mwezi, kuna mawingu au hali ya hewa ambayo itapelekea watu wasiuone mwezi kwa hali yoyote, basi kamilisheni idadi ya siku 30. Falidhalika akaiweka hii aya muallif ili kutoa tambihi hiyo na kukumbusha kwamba mwezi ibada ya mwezi mtukufu Ramadhani haiwezi kuanza mpaka mwezi uandame. Ima mwezi uandame au zikamilike siku 30 za mwezi wa Shaaban. Tayib, na hapa kuna masaili ambayo yamezoeleka sana katika mujtama al-islami, ni ikhtilafu al-matali' baina baladin wa akhar, ni kutofautiana nyakati za kuchomoza au kuandama mwezi kati ya mji mmoja na mji mwingine, ambapo hii ni ikhtilafu ambayo hadithan wa qadima, ikhtilafu ambayo iko kutoka zamani mpaka sasa. Lakini maalasaf ni kukuta bado kuna baadhi ya Waislamu inapokaribia mathalan hivi kuelekea mwezi wa Ramadhani au katika munasaba wa Eid al-Adha, kukuta watu wanaanza kuzozana, kila mmoja anataka aoneshe yuko sahihi zaidi kuliko mwenzake, na wakati huo huo wanakubali kwamba ikhtilafu ipo toka zamani. Tayeb, katika hili jambo kuna kauli 4 za wanachuoni, tutazitaja kwa haraka kwa ufupi. Kauli ya kwanza
hata kama kutakuwa kuna utofauti wa kuchomoza mwezi au kuandama mwezi kati ya mji na mji, lakini ikithibitika mwezi umeandama sehemu yoyote ile, basi inalazimikiwa Waislamu kila atakayepata habari afunge, aingie katika ibada ya funga. Manake umesikia habari ya mwezi kuandama, hata kama si katika mji wako, basi wewe inabidi ufunge. Na hii ndio kauli ya wanachuoni wengi, jamaahiru ahli ilm, bali iko katika madhhabu zote, katika madhhab ya Hanafia, Malikia, Shafiia pamoja na Hanabila. Wote katika wanachuoni wa hizi madhahib wapo ambao wamekubali hii kauli, ndio maana inaitwa kauli aljumhur, jamaahir ahli alilm. Wengi katika wanachuoni wanakubaliana na hii kauli. Na kauli ya pili ni kinyume chake, atakayeona mwezi katika mji wake au ukaonekana katika mji wake ni lazima yeye kufunga, lakini si lazima kwa watu wa mji mwingine. Atakayeona mwezi katika mji wake yeye, au akasikia mwezi umeonekana katika mji wake, mathalan katika nchi yake, ni lazima yeye kufunga, lakini si lazima kwa watu wa mji mwingine. Na hii ni kauli ya baadhi ya wanachuoni, kauli ya baadhi ya wanachuoni, na wengi ambao wametegemea hii kauli ni Shafiia, wanachuoni wa Kishafi, wengi waenda na hii kauli. Na kauli ya tatu, ikiwa mwezi utaonekana katika mji fulani, basi ni lazima kufunga kila mji ambao unaafikiana na huo mji kijiografia na wakati. Mathalan sisi tunaafikiana na Kenya mathalan na nchi zingine za East Africa kwa tawqiti, nyakati zetu zinaenda sawa kabisa, hazitofautiani masaa pamoja na dakika na nchi zingine ambazo ziko katika mabara mengine. Kwa mwezi ukionekana mathalan hapa, kila nchi ambayo tuenda nayo sawa ni lazima wafanye nini? Wafunge. Hii ni kauli ya tatu. Na kauli ya mwisho ya nne, ikiwa mwezi utaonekana katika mji, basi ni lazima kufunga miji ya karibu, hata kama wakhtilafiana katika nyakati, lakini ile miji yote ya karibu ambayo yazunguka inabidi watu wafanye nini? Watu wafunge. Mathalan mwezi unaonekana Tanzania, basi Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, hii ni miji ambayo iko karibu, labda Mozambique, Malawi, miji ambayo iko karibu, hii inabidi watu wote wafanye nini? Wafunge, kwa sababu ni miji ambayo yapakana na mji ambao mwezi umeonekana. Taban katika hizi aqwali zote wanachuoni wazifanyia kazi katika maeneo mbalimbali duniani, kila sehemu wako na utaratibu wao, lakini yapendeza zaidi ikiwa katika mji husika kuna kiongozi ambaye anasimamia haya mambo ya kutangaza mwezi unapoingia, basi watu wamsikilize yule kiongozi kwa ajili ya kuwa pamoja, wahdatul kalima, kuwa pamoja katika ibadati kama hizi ambazo ni kubwa na zinapatikana mara moja peke yake kwa mwaka, ili kusitokee tafaruku kati ya mtu na mtu. Hii ni kwa nchi ambayo sheria zake zinalazimisha watu wamfuate kiongozi mmoja katika hili jambo. Ikiwa kiongozi atawatangazia watu, bwana mwezi umeonekana, inabidi wafunge wote, sawa sawa kwa mwezi wa ndani au mwezi wa nje, mwezi wa kitaifa au kimataifa, ikiwa kuna kiongozi. Lakini kama hakuna kiongozi na jambo liko huru, watu wameachiwa wao wafanye wanavyotaka, kila mtu ana khiari, ambaye anaona yeye nafsi yake inakinaika kufuata mwezi wa kimataifa anafuata, na atakayeona inakinaika nafsi yake kufuata mwezi wa kitaifa pia anafuata, ikiwa ni nchi ambayo ina khiari katika hilo jambo. Na mfano wake mzuri ni kama nchi yetu sisi Tanzania, ni nchi ambayo sheria za nchi
hazilazimishi watu wafate kiongozi mmoja katika hili jambo. Watu wamepewa uhuru. Kuna taasisi zaidi ya moja ambazo zinatangaza kuhusiana na mwezi kuandama. Kwa hapa mtu ana uhuru yeye mwenyewe kutokana na alivyosoma na nafsi yake ikakinai, kwa sababu kauli zote ziko na dalili ambazo zimethibiti katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kila mmoja ataangalia kauli ambayo aiona yeye muwafiq na ameridhika nayo akakinaika nayo aifuate. Na sisi walillahi alhamdu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tunashikilia kauli jamahiri ahli alilm, tunashikilia kauli ya wanachuoni wengi ambao yafanyiwa kazi sehemu nyingi ya kufunga na mwezi wa popote. Mwezi ukionekana popote tufunga, lakini pia anayefunga kwa mwezi wa ndani yuko sawa, wala mtu halaumiwi wala kusemwa. Naam, nadhani hii ni masala ambayo ni muhimu sana pia kuitaja kabla ya kuingia kuzungumzia ahkamu za saumu. Moja kwa moja tufahamu hili jambo limekaa katika sura ipi. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Wabillahi tawfiq, naktafi bihadha alqadr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.